Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Ndugu wapendwa, karibuni Magesa Channel. Siku ya leo tunaangalia simulizi ya ushuhuda wa maisha ya Mtakatifu Bonaventura, askofu na mwalimu wa kanisa. Maisha ya mtakatifu huyu yanatufundisha umuhimu wa kumtumaini Mungu, kupenda elimu, kuishi kwa unyenyekevu na kulitumikia kanisa kwa moyo wote. Basi Mtakatifu Bonaventura alizaliwa mwaka 1217 katika mji wa Bonyareggio nchini Italia. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Giovanni di Fidanza. Akiwa mtoto alipata ugonjwa mkubwa uliotishia maisha yake. Mama yake alimwomba Mtakatifu Francisco Asizi amuombee na mtoto huyo akapona kwa njia ya ajabu. Inasemekana ndipo jina Bonaventura lenye maana ya bahati njema au baraka njema lilipoanza kutumika kwake. Alipokuwa kijana alisoma katika chuo kikuu cha Paris ambako alijifunza falsafa na teolojia. Baadaye alijiunga na shirika la Francisco na kuweka nadhiri za umaskini, usafi na utiifu. Alikuwa mtu mwenye akili nyingi, lakini pia mwenye maisha sala na unyenyekevu. Kutokana na hekima yake, alifundisha teolojia katika chuo kikuu cha Paris na akaandika vitabu vingi vinavyoelezea imani ya Kikristo. Alisisitiza kwamba elimu ya kweli inapaswa kuambatana na upendo kwa Mungu. Kwa sababu hiyo, alijulikana kama mmoja wa wanateolojia wakubwa wa kanisa. Mwaka 1257, Mtakatifu Bonaventura alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Francisco. Wakati huo shirika lilikuwa linakabiliwa na migawanyiko, lakini kwa busara na upendo aliwaleta ndugu pamoja na kuimarisha umoja wao. Pia aliandika wasifu wa Mtakatifu Francisco Asizi ambao uliendelea kuwa rejea muhimu katika historia ya shirika hilo. Baadaye Papa Gregory wa 10 alimteua kuwa askofu na kardinali. Bonaventura alikuwa mtu unyenyekevu kiasi kwamba aliposikia wajumbe wa papa wamefika na kofia ya ukardinali, aliwaomba waiache nje kwanza ili amalize kazi aliyokuwa akiifanya. Mwaka 1274 alishiriki katika mtaguso mkuu wa Lyon uliolenga kuimarisha umoja wa kanisa. Akiwa bado anatoa huduma katika mtaguso huo, aliugua na kufariki dunia tarehe 15 Julai mwaka 1274. Kutokana na utakatifu wa maisha yake, Papa Sixtus wa 4 alimtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1482. Baadaye mwaka 1588, Papa Sixtus wa 5 alimtangaza kuwa mwalimu wa kanisa kutokana na mafundisho yake yenye mchango mkubwa kwa kanisa. Mafunzo tunayojifunza kupitia maisha ya Mtakatifu Bonaventura. Fundisho la kwanza ni tupende kujifunza lakini tusimsahau Mungu. Tusipate kiburi baada ya kujifunza tukamtupilia mbali Mungu wetu aliyetupa maarifa na unyenyekevu, aliyetupa mwanga wa kuyafahamu yale tuliyoweza kuyajua. Fundisho la pili, unyenyekevu ni sifa inayompendeza Mungu kuliko sifa za dunia. Fundisho la tatu, viongozi wa kanisa wanapaswa kutafuta umoja, amani na upendo. Fundisho la 4, sala na maisha ya watakatifu vinaenda pamoja na elimu na kazi zetu za kila siku. Ndugu wapendwa, maisha ya Mtakatifu Bonaventura yanatukumbusha kwamba hekima ya kweli hutoka kwa Mungu. Tuombe kupitia maombezi yake ili tuwe watu wa imani, maarifa, unyenyekevu na upendo kwa kanisa. Mtakatifu Bonaventura, askofu na mwalimu wa kanisa, utuombee. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.